inawezekana mimi nilikuwa najiuliza hivi kwa sababu bilioni 1 na milioni 800. Manake wanaongeza zaidi ya bilioni 1 na milioni 200 fedha ya isiyo kuwepo, na ukienda kwenye procurement hautakiwi kuzidi 15% kama kuna mapungufu yalitokea kwenye ule mkataba. Kwa hiyo unatakiwa upige mahesabu 16% ya milioni 600 haiwezi kuwa bilioni 1.2. Okay. Kwa hiyo ugomvi uliopo, na ndio moja ya kundi ambalo wananchi wanafahamu aliko pamoja na mkuu wa wilaya la wajanja kwenye upande wa kandarasi ambao tayari ishapiga marufuku kupewa kazi kwenye mkoa wa Dar es Salaam. Na haya, ndugu zangu wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, mnayaona mashimo ni matokeo ya usimamizi mbaya wa fedha za kodi za wananchi katika mikataba ya ujenzi wa barabara. Okay. Sawa. Mimi nafikiri tutakuwa tunagusa kote huko. Tutakwenda, lakini bila shaka kwa majibu haya ya kiutendaji yanatosha. Mimi nataka nimuulize kitu kimoja Paul. Na Watanzania wangekuwa na hamu sana muda huu kujua kama tunaongea na Paul Makonda ama tunaongea na Daudi Bashite. Yapi ni majina yako? Bashite ama Paul Christian Makonda? Paul Makonda ama Bashite? Tunaongea na Bashite. Kwa hiyo tunatakiwa tujue kwamba kwa sababu inawezekana mimi nilikuwa najiuliza hivi. Kwa sababu jana wewe alikuwa ananiuliza hivi tunaenda kuongea na mkuu mkoa Makonda? Nilikuwa na shida kwamba tunaongea na Bashite. Daudi Albert Bashite. Tuambie tunaongea na nani? Tunaongea na Paul Makonda au Daudi Albert Bashite? Alois, alikupa jina wewe nani? Mimi nilikuwa na wazazi wangu. Basi. Wewe kama jina umepewa na wazazi wako, na mimi jina nimepewa na wazazi wangu. Hilo unalonipa wewe ni la kwako. Kwa hiyo wewe hauitwi Daudi Bashite. Ndio maana nasema hilo unaloniita wewe ni la kwako. Mzazi, majina yana maana nyingi. Unaweza kupata jina kwa sababu ya ulevi. Una jina lako lakini kutokana na ulevi watu wakaita fulani mlevi. Au kawa mwizi. Sasa mimi jina langu ni Paul Christian Makonda. Na ndio package yangu. Na hata ukinitafuta utanipata hivyo. Lakini ukimtafuta wewe mwingine, umemtafuta mwenyewe na unabidi utafute pa kumpata. Kwa hata nyinyi kupiga hodi kwangu hapa mmekuja kwa Paul Christian Makonda mko. Baada sawa. Kwa hiyo ili huyu anayeitwa Bashite sio wewe. Asa sio kazi yangu. Kwani ngoja Paul. Kwani jina Bashite kabla hapo uliwahi kulisikia popote? Jina katika majina yote kwanza jina ni zuri lakini jina jipya. Ambalo limepata umaarufu mkubwa sana. Jambo ambalo hata mimi ni gay interest kujua. Lakini nilielewa. Na wakati natangaza hapa vita ya madawa kulevya nilisema vita hii haijawahi kumwacha mtu salama. Na mimi ninashukuru sana na nawashukuru sana Watanzania. Angalau hata leo nikiwa hai kwenye kiti kama hiki naongea na cheka. Shetani siku zote hukusudia mabaya, lakini Mungu hukusudia yale mema. Kwa hiyo nimepita kwenye kipindi tangu tarehe 2 mwezi wa pili mpaka leo. Kilikuwa kipindi ambacho nilikijua kabla. Na ndio maana statement zangu zilikuwa clear sana ya kwamba unapoamua kufanya hii kazi ya kupambana na ulimwengu wa giza, lazima uwe umejizatiti vizuri upande wa pili wa Mungu wako unayemtegemea. Sababu his own God anaweza kukusave kwenye haya mapambano. Na historia zinaonyesha, na walitaka kuandika historia nyingine ya kwamba hakuna aliyewahi kuwagusa wauza madawa akabaki salama. Kwa sababu kumekuwa na kila aina ya maneno, kumekuwa na kila aina ya sitofahamu. Lakini namshukuru Mungu binafsi alinipa uwezo wa kustiki kwenye agenda. Jambo ambalo mpaka sasa hivi nina vijana wa Kitanzania walioko katika mkoa wangu wasiopungua 16,000 walioamua wenyewe kusalenda na kuacha kutumia madawa ya kulevya. To me is a big victory. To my government is a big victory. Kwa sababu lengo la serikali na lengo letu sisi ni kuwalinda raia na mali zao. Kuwalinda raia na mali zao ni pamoja na kuepusha kwenye mambo yanayoweza kuleta madhara makubwa sana. Mathalan hata sasa hivi tunaongelea habari ya waziri mkuu wetu alipiga marufuku viroba. Ikafuatiwa na waziri wa mazingira. Tumeona sasa hivi namna gani hata idadi ya ajali kwenye mkoa wangu tu zilivyopungua. Ni kutokana na matumizi ya nini? Ya viroba. Lakini waliopiga marufuku viroba ni serikali. Lengo ni kuokoa vijana. Kwa hiyo hapa kumekuwa na mambo mengi sana. Jambo ambalo mimi kwangu huwa nabaki kumegusa viroba umekwenda huku. Lakini tubaki pale kwenye jina kwanza. Ni kwamba wewe jina la Albert Bashite unalifahamu na umelisikia lini? Ndio nadhani kitu cha msingi kwa Tanzania. Nimesema tu kwa ufupi ni kwamba mwezi wa pili tulipoanza kampeni ya madawa ya kulevya ndio nimesikia majina mengi
Kwa hiyo Daudi Bashite, yani ni majina ambayo yanaendelea mpaka kesho kutwa. Na kuna mmoja anaweza kuingia kwenye majina, kuna mwingine ataingia kwenye kashfa za familia, kuna mwingine ataingia kwenye kashfa za mali nyingi, kuna mwingine ataenda kwenye ni mambo mengi ambayo pia mimi huwa sipotezagi muda hata kuyajadili. Tarehe 15 18 mwaka huu tarehe 18 Mwezi wa ngapi? ilikuwa mwezi wa pili. Mwezi wa saba. Hawa kuna watu ulikuwa mwezi wa tano. Kuna watu walikwenda kijijini. Na gazeti hili ambalo lilichapishwa ni gazeti la Mtanzania, lilielezea kwamba limekutana na mzee na mzee eneo la Igoma na Kokaa Mwanza alikubali na kusema kwamba jina la Bashite analitumia, na watu walioko maeneo yale ya nyumbani jina la Bashite linatumika, kwamba ni jina maarufu kabisa katika eneo hilo. Wewe mara ya kwanza kusikia Bashite umelisikia baada ya vita dawa za kulevya, au tu historia kwamba katika majina ya ukoo ili jina lipo, au umelisikia umebambikizwa baada ya vita dawa za kulevya? Moja, huwa sijadili mambo kutokana na aina ya chanzo. Yaani ukitaka mimi nijadili chanzo hicho chako cha habari na aina ya watu waliofanya kazi, hiyo out of context. Kwa sababu siwezi kupoteza muda kumjadili anayepambana kutokufanya kazi ifanyike kazi iliyopangwa kufanyika. Sio ndio vizuri. Hakuna mtu anayeweza kupoteza muda kwenda kumtafuta mzee Makonda na kumpa jina na kuhangaika kuipublish ya kwamba huyu ni fulani. Na historia ya watu wanaofukunyua vitu au wanaotafuta mambo ya watu ili kumfunika mtu fulani asifanye kazi yake inaonekana. Sasa hao gazeti ni gani? Gazeti ni la nani? Lina makusudi gani? It can tell you what is behind the scene. Kwa hiyo kwangu mimi sidhani kama ni swali ambalo linaweza kuwasaidia wananchi wangu ninaoongoza, na sidhani kama linanifanya nitimize majukumu yangu niliyopewa, zaidi ya kwamba ni ajenda za watu zinazotaka kuhamisha kazi uliyofanya uliopewa. Kwa sababu hapa kila mtu amepewa kazi yake, kama wewe ulivyopewa kwako na mimi nafanya kazi ya kwangu. Kwa hiyo kwenye mambo yote yale mimi nimeyakrasta. Mimi mwenyewe binafsi na mke wangu tumeshaandika kwa tangu tuingie kwenye mapambano, tumeandika mambo zaidi ya 27 mapya yaliyoibuka ambayo tumeweka kama sehemu ya kitabu tunachohangaika kufanya nini kukiandika. Nafikiri baadaye tutakuja kuuliza kitabu cha mapambano ya madawa ya kulevya na changamoto zilizotokeza kuelekea kwenye mafanikio. Kwa hiyo hii na naomba ni hapa kabla tujaenda kwenye sehemu nyingine labda ya dawa za kulevya. Katika wakati ambao ninaukumbuka sana ulikuwa maarufu kweli Makonda, ni muda ambao sawa ulikuwa tayari umekusha kuanza harakati za dawa za kulevya nakumbuka, lakini ni muda ambao pia jina hili la Bashite liliibuka, lakini ni muda ambao ulionekana sana ukitafuta kile ambacho pengine kwa mtazamo mwingine ilikuwa ni kama huruma ya watu. Mathalani kuna siku uliwahi kusali makanisa mawili. Nataka nikuulize hapo, je, ni kweli kwamba ulitikiswa na hili hata kutafuta msaada makanisani hapo? Na nini kikakupelekea ukalia kuonekana unajuta kwa mambo unayoyafanya? Moja ya kitu ambacho huwa nafikiria ni pale unapokuta akili ndogo inataka kujadili mambo makubwa. Una maana gani? A believer. Believers me kama Mkristo. Mimi na picha nyingi sana. Sehemu pekee ambayo huwa namwabudu Mungu wangu kwa uhuru, aidha kanisani au nikiwa nyumbani, na hata watu binafsi wanaonifahamu, achilia mbali ya ukuu wa mkoa, mimi ni muumini. Kwa hiyo maisha yangu ya urafiki na Yesu hayawezi kutengenezwa na public, kwamba nikionekana katikati ya watu natakiwa kuonekana hivi, ila nikiwa kwenye maficho nifanye hivi. That's not my character. Na moja ya kitu ambacho kingine, wewe afadhali umesema makanisa mawili. Watu walisema makanisa matatu. Sio mbaya vizuri. Nikuongezee jingine ambalo wewe ulifahamu. Walisema makanisa matatu. Mimi nimeenda kanisani. Kanisa nilokwenda nilienda purposely kwa sababu nilikuwa najiandaa kutimiza mwaka mmoja. Na mimi na principles za kimungu. Na niombe tu niwaambie wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, hata mawazo ninayoyapata mimi huwa nayalipia kodi.
Sababu naamini wazo ni wazo ninalolipata sio la kwangu. Mungu anaponipa nafasi ananipa pia na akili na uelewa na hekima ya namna gani nifanye kazi katika nafasi. Kwa maana hiyo basi, nilipokuwa nakamilisha mwaka mmoja, nikaona sio busara kumaliza mwaka alafu nije nisimame public ya kwamba nimekamilisha mwaka. Nianze na Mungu wangu aliyenifikisha hapa nilipofika. Kwa moja eneo ambalo nilichagua kwenda kanisa la KKT. Nimeenda pale, nimefanya ibada, na wakati naenda pale ilikuwa ni kipindi cha Kwaresima. Tunaelekea kwenye Pasaka. Nikapata nafasi ya kuongea. Sikiliza content. Ndio nasema kwamba akili ndogo kujadili mambo makubwa ndio kuna changamoto. Sikiliza message niliyoitoa. Sikutoa message ya kwamba nina huzuni. Hasa hapo nilitoa message ya kuonyesha namna gani Yesu alivyopita kwenye mambo mpaka ikafika hatua sisi tukakombolewa. Na finally sehemu nilipostaki ni kwenye kaburi. Ukirudi kwenye ile clip utaelewa. Sema kwamba alipofikishwa kaburini Yesu, pamoja na kwamba wameshamuua, wamemlaza mle ndani, waliona haitoshi wakaweka jiwe. Conclusion yangu ikamalizia ya kwamba pamoja na kifo cha Yesu, lakini mauti haikumshinda. Na mwisho wa siku nguvu ya kuweka, kwa sababu walijua inawezekana Yesu anaweza kufufuka. Kwa wakaweka na jiwe kwamba hata kama akifufuka hatoki. Tumwekee na jiwe kubwa. Lakini pia tafasiri inayoitoa pale ya kwamba na jiwe